Waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran, Abbas Araghchi, amenukuliwa akisema Iran haina mpango wa kusitisha vita, lakini pia hawaendi kufanya mazungumzo na taifa la Marekani. Kwa kipindi cha hivi karibuni, Rais Trump amekuwa akinukuliwa mara kwa mara akitangaza dunia kwamba Iran inaomba kufanya mazungumzo ya kusitisha vita. Kwa hivyo Araghchi anakuja kukanusha kwa muktadha huo, na ni moja, Abbas Araghchi anabaki kuwa ni moja kati ya wanadiplomasia mahiri sana kwa sasa duniani, na Iran inabaki kuwa ni moja kati ya taifa lenye wasomi wengi sana. Iran, 90% ya watu wake ni wasomi na wamesoma kwa kiwango kikubwa sana. Ni moja kati ya mataifa ambayo yana PhD holder wa kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo namna ya Araghchi anavyo address umma na kuzungumza, watu wengi wanavutiwa naye, na anatajwa kuwa ni moja kati ya wanadiplomasia bora kwa sasa katika ulimwengu. Hali ya mzozo wa Mashariki ya Kati bado ni wa moto sana. Tumeshuhudia mataifa ya Japan, Australia sambamba na nchi nyingine za Ulaya ikiwemo Ujerumani wamekataa kushirikiana na Trump. Wamekataa ombi la Trump la kusogeza meli zao kwenye eneo la Mashariki ya Kati, na wao wanachokiamini ni kwamba suluhu ya diplomasia huenda ndio ikawa suluhu kamili ya kumaliza mzozo kwenye eneo hili na kuruhusu meli ziweze kupita kwenye lango la Hormuz. Kwa hiyo bado Marekani anabaki kuwa mwenyewe, lakini hata jumuiya ya kujihamia NATO kupitia kwa katibu mkuu wa jumuiya hiyo Mark Rutte mpaka sasa hajatoa tamko lolote kuhusiana na jumuiya hii, aidha kushirikiana na Marekani ama kutofanya hivyo. Nchi za Ulaya pia zimeendelea kuwa kimya sana, na ni ukweli kwamba nchi za Ulaya zinapitia kwenye kipindi kigumu sana kwa wakati huu. Ikumbukwe nchi hizi za Ulaya zilikubaliana kutoa zaidi ya dola euro milioni 90 kusaidia Ukraine kwa ajili ya mwaka wa 2026 mpaka 2027, lakini mpaka sasa zile fedha hawajazitoa. Kwa hivyo maana yake kuingia kwenye mzozo huu wa Iran ni kuongeza matatizo, na ukizingatia athari za kwanza za machafuko haya kuanzia siku ya kwanza tu baada ya Israel na Marekani kufanya kile kinachoitwa preemptive strikes ama shambulio la kigaidi kama ambavyo wanaita kutokea kule Tehran, tayari mambo yalibadilika kwanza Ulaya, ikiwemo kupanda kwa gesi, kwa sababu Ulaya walikuwa wanategemea gesi kutokea Qatar, na Qatar kwa sasa haifanyi kabisa usambazaji wa gesi, achana na mafuta ambayo yanapanda kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo nchi za Ulaya kushiriki kwenye vita hii inakuwa ni ngumu kwa kabisa, kwa sababu wanaamini watapanua mzozo na hatari ya athari ya kiuchumi itakuwa kubwa sana kwenye mataifa yao sambamba na maeneo mengine kote duniani. Licha ya hayo pia tumemsikia katibu wa Baraza la Usalama wa Iran, Araghchi. Huyu ni moja kati ya wasomi wakubwa sana. Tehran, kama nilivyosema, ni moja kati ya nchi zenye Iran ni moja kati ya mataifa yenye wasomi sana. Ukiangalia Abbas Araghchi ana PhD ambaye ni waziri wa mashauri ya kigeni. Araghchi ni msomi pia wa PhD, na huyu ni moja kati ya watu mashuhuri sana. Amesoma PhD ya masuala ya magharibi na anaifahamu sana nchi za Ulaya, na ndio maana hata wakati Trump anatangaza kutoa ofa ya dola milioni 10 zaidi ya bilioni 28 kwa ajili ya kutoa taarifa za kiongozi wa Iran Ayatollah Mojtaba, lakini alimuongeza pia kwenye hiyo orodha na Ali Araghchi awe ni miongoni mwa watu ambao wanatafutwa kwa kasi sana na Marekani, kwa sababu ni moja kati ya wasomi wa PhD ambao pia wamesoma na kuifahamu kwa kina nchi za magharibi. Sasa Araghchi amezungumza hivi karibuni akisema, akiwaonya Marekani na akieleza kwamba uko mpango wa kando unapangwa, na aliita gangs kwa maana ya wale kundi la Epstein wanapanga mpango wa kuandaa shambulizi ambalo litatekelezwa kule Marekani,
lengo ni mwisho wa shambulizi hilo lionekane limefanywa na taifa la Iran, ili Marekani ipate baraka kutoka kwa Wamarekani kuweza kuongeza nguvu za mashambulizi pamoja na uungwaji mkono wa maeneo yote duniani. Na alienda mbali akisema kwamba mpango huo ama scenario hiyo maana yake inafanana na ile scenario ya September 11 mwaka 2001. Kwa hiyo yamkini huenda tukio la September 11 lilikuwa limepangwa kwa mujibu wa maelezo yake Al-Larijani, maana yake limepangwa na wenyewe wa Marekani waweze kujizulu ili wapate baraka za kwenda kushambulia. Na ndio hivyo baada ya September 11 maana yake tuliona mashambulizi kuelekea kule Kabul, Afghanistan, pamoja na kule Iraq ambako tuliona madhara makubwa yalijitokeza. Kwa hiyo Larijani alionya kwamba mpango huo pia unapangwa kwa taifa la Marekani. Sasa ukweli wa hilo hatuwezi kuthibitisha, lakini umetoka kutoka kwa msomi na pia umeripotiwa kwenye vyombo vingi vya habari. Mzozo kwa maana ya kwa sura zingine, mzozo umekuwa mgumu sana, na mzozo unahama kutoka kwenye kufanya regime change, kuzuia Iran kumiliki nuclear, kuzuia Iran kutengeneza makombora ya masafa marefu, kuwakabili Irani dhidi ya kuunga mkono makundi ya kikanda. Sasa unahamia kwenye eneo la kumaliza ama la kukabiliana na Iran ili waweze kufungua mfereji wa Hormuz. Tafsiri yake ni kwamba mzozo unakuwa kadri siku zinavyozidi kwenda. Tafsiri ni kwamba vita inazidi kuwa ngumu, hasa kwa taifa la Marekani. Kwa hivyo hali ni ngumu, na nchi nyingi za Ulaya zinajiweka pembeni dhidi ya kuingia moja kwa moja kivita katika mzozo huu. Na nihitimishe mazungumzo yetu ya leo kwa kuzungumzia kidogo scenario inayoendelea kwa sasa kumhusu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Nimekuwa nikiona juu ya taarifa za huenda Netanyahu ameuawa ama amejeruhiwa, lakini mpaka sasa hakuna ukweli wa taarifa hizo. Na kitu ambacho watu wanapaswa kufahamu ni kwamba kwa hali ilivyo kule Tel Aviv, hali sio nzuri sana, kwa sababu kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika pale Tel Aviv inaeleza kwamba air defense, zile za Iron Domes, David Sling na kadhalika, mifumo ya ulinzi ya anga ya Tel Aviv na maeneo yote yaliyopo kule Israeli imezidiwa. Na kadri siku zinazozidi kwenda, maana yake anga la Israeli litakuwa wazi, hivyo itakuwa rahisi kwa mashambulizi ya Iran kushambulia kubwa sana. Kwa hivyo maana yake hizi taarifa zinaenea. Kama zinaenea, huenda hiki kinachoitwa kuuawa kwa Netanyahu ikawa ni sehemu ya propaganda ya taifa la Israel, kwa sababu wanapaswa watu kujua Israel ni moja kati ya mataifa ambayo yamewekeza sana kwenye eneo la propaganda. Kwa mwaka wanawekeza zaidi ya dola milioni 630 kwa ajili ya kutengeneza propaganda. Kwa maana hiyo, tafsiri yake ni kwamba wanaandaa zaidi ya pesa ya Kitanzania trilioni 1 na milioni karibia 700 kwa lengo la kutengeneza propaganda, kuwaaminisha watu kile ambacho wao wanaona inafaa. Kwa hiyo huenda huu ukawa ni mtego wa watu waamini kwamba Netanyahu amefariki, kwa sababu uwezo wa Israel ni mkubwa sana. Pamoja na yote, Israel ni moja kati ya mataifa ya watu wenye akili sana, lakini pia ni moja kati ya mataifa ambayo watu wame-advance kwenye eneo kubwa la teknolojia za artificial intelligence na kadhalika, wanazifanya kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kutengeneza artificial katika mazingira hayo, kuwaaminisha watu kwamba huyu ndiye, manake inawapa nafasi wananchi wanawaza muda wote juu ya Benjamin Netanyahu, na wakashindwa kufuatilia athari ambazo zinatokea kule Israeli. Kwa hiyo huenda ikawa ni propaganda ya kuwataka watu kuwatoa kwenye reli, kujadili athari za vita kwenye eneo la Israeli, badala yake wajadili kuhusiana na waziri mkuu Netanyahu. Kwa hiyo hakuna uhakika wa taarifa hizo, inabaki kuwa ni blanket. Na mimi binafsi siamini kama amefariki mpaka hapo ambako vyanzo vya kuaminika vikiweza kutoa taarifa hiyo. Na ninafikia tamati kwenye mazungumzo yetu haya ya leo, na nakushukuru sana. Kwa heri kwa sasa.